Yesu atukuzwe. Hapa hakutakuwa na matangazo ya duka. Hakutakuwa na matangazo ya supermarket. Tutatangaza Mungu. Amen. Praise the name of the Lord. Na tutamtafuta huku. That first vile tuliingia na yeye our year of settling. Na mimi naona wengi hapa wamekuwa settled. Nimeombea magari yenu mwaka huu. Nimeombea ploti zenu mwaka huu. Nimefungua manyumba yenu mwaka huu. Mwaka huu mwingine it's an year of expansion. Mutapanuka mshangae. Amen. Nasema Mungu atawapanua mshangae. Hii mwaka ilikuwa ya kuwaleta pamoja. Oh, yeah. Mwaka tunaoenda mjiandae. Prepare yourself. Jiandae. It is an year of expansion. Ni mwaka wa kupanuliwa. Walio na maduka anzeni kutafuta hiyo ingine iko hapo next. Amen. Walio na mashamba na wanauzaga mashamba hapa kama Zakari, anzeni kutafuta mpaka mbali. Walio na biashara hapa Kate, anzeni kutafuta magari ya kuongeza driving school. Next year is our year of expansion. Amen. And the Bible says when we come together in faith, Biblia inasema tukija pamoja kwa imani, things begins to happen. mambo yanaanza kufanyika. It is our faith Imani yetu in God ndani ya Mungu that will carry us. itakayotubeba. In the book of Psalms chapter 139 verse 10, niko karibu kumaliza. Zaburi 139 na aya ya 10. Psalms chapter 139 verse 10. Zaburi 139 na aya ya 10. Nimehubiri sana kwa sababu second service sihubiri. Nataka muende nyumbani. Tukimaliza Holy Communion, watu waende nyumbani. Niki wake vadhi, niko inoka. Ate muthie nako. Tituthie nako, niko inoka. Psalms chapter 139 verse 10. Zaburi 139 The Bible says, Biblia inasema, even there your hand will guide me. huko nako mkono wako utaniongoza. Your right hand will hold me fast. Na mkono wako wa kulia utanishika. There are people in this church Kuna watu kanisani hili trying to figure out wanajaribu kufikiria kitu, how will it go in 2026. sisi itakavyokuwa mwaka wa 26. It is not about you. Sio juu yako. Even there the hand of God will guide you. Hata huko mkono wako utaniongoza. Kama uko hapa na unashindwa ninaingiaje mwaka wa 2026, tigako maka. Amen. Uokoko wa Ngai kule hamwe nawe. Mkono wa Mungu uko pamoja And the nawe. Bible says, Na Biblia inasema, your right hand will hold me fast. mkono wako wa kulia utanishika. The right hand of God. Mkono wa kulia wa Mungu. Hiyo mkono inayoshika mtu inampeleka kwa ndoa ikushike. Hiyo mkono ya Mungu inashikanga mtu inakupeleka Mombasa kwa magari kwa yadi ya magari ikushike. Amen. Hiyo mkono ya Mungu inaoneshaka mahali mtu atajenga ikushike. Amen. Hamuelewi vile nasema. Hiyo mkono ya Mungu ambayo ilishika Mr. Njoroge. Anaishi kwake na hakununua na hakujenga, lakini anaishi kwake. Wewe ikushike, ikupeleke ununue, ujenge na uishi. That right hand of God. Huo mkono wa kulia wa Mungu. Leo asubuhi nilikuwa najiuliza, ikiwa mwanadamu anashikanga kipofu hivi mkono, anashika kipofu, anakivukisha barabara, kinapita salama na anakiacha kitembee na kigongwi na gari, na ni mwanadamu amekishika, na mimi nikishikwa na Mungu. What about when God holds my hand? Na Mungu akinishika mkono wangu je? If a blind person can trust a human being, Kama kipofu anaweza amini mwanadamu and cross the Lord safely, na avuke barabara salama, what about when a believer trusts in his God? na itakuwaje muamini May that hand of God carry you. mkono wa Mungu ukubebe. May that right hand hold you. Huo mkono wa kulia kushike. I am not afraid of 2026. Siogopi na jinsi mwaka wa 26.
I am not afraid of the new year. Siogopi mwaka mpya. I know what the hand of God can do to me. Ninajua vile mkono wa kulia wa Mungu unaweza nifanyia. May that hand hold your family. Huo mkono ushike familia yako. May that hand hold your children. Huo mkono ushike watoto wako. May that hand hold your husband. Huo mkono ushike mume wako. Amen. When God is leading you, wakati Mungu anakuongoza, greatness is ahead of you. ukuu uko mbele yako. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Wakorintho wa kwanza 10 mstari wa 13. The Bible says in the 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Biblia inasema, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu. No temptation has overtaken you. Hakuna jaribu limewapata nyinyi except what is common to mankind. isipokuwa lililo la kawaida ya mwanadamu. Kwa hivyo ni kumaanisha ulioyapitia 2025 ni mambo ya kawaida. Hayo mambo lazima yapitiwe. Ulichotwa, hiyo ni mambo ya kawaida. Kuna mtu alikusukuma, ni mambo ya kawaida. Bibi alikwambia huna kichwa mzuri, ni mambo ya kawaida. Bwana yako alikwambia hata sijui kwenye nilikutoa, kawaida. Ni mambo ya kawaida. The Bible says, Biblia inasema, and God is faithful. Ila Mungu ni mwaminifu. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Ambaye hata waacha mjaribiwe kupita muwezavyo. God did not allow Mungu hakukubarisha you to be tempted more than you can bear. wewe ujaribiwe. My brothers and my sisters, ndugu na dada yangu, that is why you are finishing hiyo strong. ndio sababu unamalizia. Because every temptation that came on your way, kila jaribu lililokujia, God knew Mungu that you alijua shall overcome ya it. kwamba utarishinda. God knew Mungu alijua that it was not beyond your capacity. ya kwamba aliko juu ya uweza wako. Hey! That is why you are strong. Hiyo ndio sababu una nguvu. Whatever that came on your way, Chochote kilichokujia, God was aware. Mungu alijua. I trust my daughter. Ninaamini dada, I trust my son. namwamini ndugu yangu. These two shall pass. Hii litapita tu. That is why you have finished well. Ndio sababu umemaliza na salama. Acha nikwambie kitu kimoja. Watu wengine hata waliokusukuma hawajamalizia vizuri. Adomo mara gutindikire mwaka ucio. Aigiao matinarikia tao. Look at your life. Tazama maisha yako. You have finished well than your oppressors. Umemalizia vizuri kuliko waliokuwa. Let us finish that Bible verse. Tumalizie hilo andiko. The Bible says, Biblia inasema, but when you are tempted, lakini ulipojaribiwa, he will also provide a way atafanya mlango so that you can endure it. ili wewe utokee. Even when you got tempted, Hata wakati ulijaribiwa, God made a way. Mungu alifanya mlango. Adomwetika mwathondekeirwo gacira ni Ngai. Wengine isipokuwa Mungu alitutengenezea njia. Mungiangeirwo na murutwo ngothi mwimwe. Tungechinjwa na tutolewe ngozi tukiwa uhai. But God made a way. Lakini Mungu akafanya mlango. If we want to go far spiritually, Kama tunataka kwenda mbali kiroho, we have to accept lazima tukubali that the pain was painful. ya kwamba Yesu chungu ulikuwa mchungu. The break was so hurting. Ugonjwa ulikuwa kunaumiza. But God made a way for us. Lakini Mungu alifanya The mlango. same God Huyo Mungu who made a way for us in 2025 aliyetufanyia njia is still the God of our ndiye fathers huyo Mungu wa baba who will zetu. still make a way Atakayefanya in njia 2026. mwaka wa 26. Waliotusukuma hatuna uoga, Ndio. aliyetengeneza njia mwaka huu hata huu mwingine atatengeneza njia.
hamjachoshwa na sisi, kama bring it on. There is a maker of the way. Na hatumwachi mwaka huu, tuko na yeye mpaka mwisho wa dahari. Sisi tuko na Mungu. Tunasema hivi, kama majaribu yatakuja ili tuinuke, hata huu mwaka mwingine wacha yaje, sisi tuko tayari. Anayetengeneza njia yu pamoja nasi. Praise the name of the Lord. Atonalira mwari mugerio muthire. Nenie ndamuthonekeire njira ya ihonokero. Ni mimi niliwatengeneza njia. Thina-inĩ wothe, wagi-inĩ wothe, Jehova no aritema njĩra ya riumĩrĩro. Wagi-inĩ wothe, thina-inĩ mũingĩ, Jehova no aritema njĩra ya riumĩrĩro. Sisi hatukujua vile Mungu alifanya, tulikuwa tuishe. Bwana Yesu atukuzwe. Hapa wengi wenu hapa mlikuwa hii mwaka mlikuwa mmeona hatuoni Disemba. Lakini angalia tu kanjia hata wewe hukuona, lakini kuna kanjia tu. Mungu akasema watoto wangu wanatokeanga kama hapa. Hata wewe ujue hiyo kesi vile iliisha, au ujue vile ulishinda hiyo kesi, au ujue vile ulipigana na wao, au ujue vile waliachana na wewe, lakini tu ukajipata niko hii side nyingine. Ni kanjia. Mungu anatengenezaga kanjia. Praise the name of the Lord. And finally, la mwisho, kwa sababu nilikuwa nimeandaa hii, singeruka. Wacha tuingie hii ibada nyingine kama tumechelewa, kwa sababu hatukai. Mimi najua kuna wengine wanataka tumalize ibada wakimbie nyumbani. In the book of Romans chapter 8 verse 18. Warumi 8 mstari wa 18. Warumi 8 mstari wa 18. Romans chapter 8 verse 18. Warumi 8 mstari wa 18. Praise the name of the Lord. Amina. I wanted this to come out of me. Nilikuwa nataka hili linitoke. And that is why I took time and I asked God, Ndiposa nilichukua muda na nikamuuliza Mungu, what about 2026? Mwezi wa 26 uko aje? He told me, go tell them, nenda waambie, I am the one who carried them. Ni mimi niliyewabeba. I am still alive to carry them. Bado ni hai nili niwabebe. Amen. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Kwa maana na yahesabu mateso ya wakati huu wa sasa kuwa si kitu kama utukufu ulio ule utakaofunuliwa kwetu. I don't consider my present sufferings, kwa maana si yahesabu mateso ya wakati, than the glory that is coming, kama utukufu utakaofunuliwa. As we enter into our second service, tunapoingia ibada yetu ya pili, I want you to ignore the current sufferings. Nataka uachilie mateso yaliyomo. Ndiredo riganirwo ni kiria kiraguthenia thaici. Nataka usahau na kile kinachokusubua saa hii. Hebu tupatie hiyo kitabu kwa Kikuyu. Kuna watu kama Wainaina usipowasomea na Kikuyu itaingia na otherete. Murekera nguo imwe na ruto riu. Wainaina. Praise the name of the Lord. Aroma 8 muhari wa 18. Erauga atiriri. Guona ati menyamaro iria turi nayo riu ndingiringithanio na riri uria tukaguuriria. Ona nikaingira. Nie ni njui andu akwa. Najua watu wangu. Ituria tu. Ona ni no githungu ndiramenyire uguo kimugumugu. Praise the name of the Lord. Amina. My current sufferings, mateso yangu ya wakati, are not worth haya sio kitu than the glory that is ahead, kama utukufu ule utakaofunuliwa. Wa mama, ile shida mmepitia haifanani na siku ya graduation ya watoto wenu. Amen. Hallelujah. Haifanani. Amen. Wazee, hiyo
uchungu ya kununua na kuanza kujenga haifanani na siku ya kufungua hiyo nyumba. Amina. Mtu aanze kuona utukufu wake zaidi ya uchungu anaopitia kwa saa hii. Ya kwamba uchungu tunaopitia kwa saa hii haulinganishwi na utukufu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Sasa usione kutukanwa na watu na kuambiwa maneno ya kukuvunja moyo haifanani na siku ile utaletwa hapa na magari na tusimame sisi wote na ile karumbeta ya nani anze kupigwa pale. Ni wewe tunagojea uingizwe ukiwa bibi harusi. Wewe angalia hiyo utukufu, achana na hii mambo mengine. Wewe angalia hiyo utukufu wewe. Wewe ng'ang'ana upikie hiyo utukufu. Wewe kimbilia hiyo utukufu. Praise the name of the Lord. Sasa mnafikiria mimi nasikianga aje nikijionea video ya ordination yangu nikiwa askofu? Sikuilinganisha na ule uchungu nilipata. Niliangalia ule utukufu. Watu wote walikuwa wamejaa hapa na nje. Magari zinajaa hapa, viongozi wa kitaifa. Dunia yote ilikuwa macho ilikuwa hapa. Wakiangalia kijana yule tu akiletwa pole pole, akipatiwa mkongojo hapa, nikivalishwa maita. Unafikiri sasa ule utukufu unaokuja unalinganishwa na kukosa unakokuwa nao? Wewe tu mwenye unainama kwa kaduka kusema nipatie mafuta ya 10, iko siku utasukuma gari ya supermarket na hautauliza maswali. Huo ndio utukufu unaokuja. Praise the name of the Lord. Mimi nataka tuangalie utukufu unaokuja, tuachane na uchungu wa saa hii. Wewe tu mwenye unanuanga kanyama ya 100 paka unaanza kuuliza mwenye butchery, wacha kuinua shoka, sababu unashindwa akiinua shoka anavunja nini na nyama ni ya 100. Kule ndio utakamenya niki ukulia. Kuna siku utaijua. Kule ndio karaga fridge uko na iguru ni nguku gatagate ni ngurwe, haha ngene mburi, haha ngene bacon, ukarigwo kuria ki ngayaga kwira iganira no kome. Unakwambia tosheka na ulame. Minyamaro yako ya thaici shida mateso ya sasa hana ine na ririo ria ngaguorerio mwaka uyu tuthiete Jehova ro muguoreria riri ukirete ruo ruria muraiguire zaidi ya uchungu uliopitia. Na Yesu atukuzwe. Ambia mwenzako God has carried me. God has carried me. Mwambie Mungu amenibeba. Mungu amenibeba. Mwambie mateso ya sasa hayalinganishwi na utukufu unaokuja. As we enter into the new year, tunapoingia mwaka mpya, we uproot every tree of non-achievement from your life. Tunang'oa kila pando la kutopata maishani. May God make a provision for your life. Mungu afanye kitu maishani mwako. May God cover you with his blood. Mungu akulinde na damu yake. The blood of Jesus Christ be upon your lives. Damu ya Yesu Kristo iwe juu maishani mwako. May God loosen you. Mungu akufungue from every ancestral bondage. Kutokana na vifungo vyote vya vizazi. If they never succeeded, you shall succeed. Kama hawakuendelea, wewe utaendelea. If they never saw the goodness of the Lord in this land, you shall see it. Kama hawakuona wema wa Mungu katika dunia hii, wewe utaona. Where they never went, you shall go. Mahali hawakufika, who they never met, you shall meet them. Yule hawakupatana naye, wewe utapatana. What they never got, you shall get it. Kile ambacho hawakupata, in the name of Jesus Christ. Every foundational strong man attached to your life, get paralyzed now. Leave them in the year 2025. You are entering 2026 as a free man. In the name of Jesus Christ. Every inherited curses be left in 2025. Every evil imagination is being left in 2025. Every evil network is disconnected from your life. Every evil gate get closed now. Every
sickness, kila magonjwa iliyoelekezwa, cancer, kansa, HIV, HIV, tuberculosis, kifua kikuu, leprosy, kupooza, be left in 2025. tunaiacha mwaka wa You are entering in 2026 unaingia 26 as a whole man ukiwa mtu in the name of Jesus Christ. Every evil consequences kila urithi wa kishetani are being left in 2025. tunaziacha mwaka wa 25. Every evil blockage Kila vipingamizi la uovu is being flashed now tunaliondoa sasa in the name of Jesus. katika jina la Every Yesu. spiritual contamination Kila uharibifu wa is kiroho being left in 2025. tunaiacha mwaka wa You are entering into 2026 unaingia mwaka as a whole man ukiwa mmoja in the mzima. name of Jesus. Katika jina la Whatever Yesu. that brought you down Chochote in kilichokuangusha 2025 mwaka wa 25 shall not succeed in 2026. Whoever that pushed you in 2025 shall be destroyed before 2026 in the name of Jesus. Anybody, anyone planning evil against your children, against your family, shall not succeed in the name of Jesus. Anyone, everybody who diverted investors from your life, destiny connectors from your life, is right destroyed now. They shall not enter in your line 2026 in the name of Jesus. Every hand that tried to steal your star, to steal your star in 2025 shall not succeed in 2026 in the name of Jesus. By the powers in the blood of Jesus, we destroy every non-achievement spirit as we enter in 2026. You are entering there as an achiever, as an achiever. Everything that belongs to you and your family is released now. Is released now from the heaven treasures. From the heaven treasures. Receive your breakthrough. Receive your breakthrough. Receive your breakthrough. No strong man that shall stand before you and your destiny. In the name of Jesus, I command every demonic reverse gear installed to hinder your life get destroyed now in the name of Jesus. Every demonic altar speaking against you, catch fire now. Catch fire now by the spiritual fire. We assign an angel for you. We set an angel for you, an angel for guidance, an angel for protection, an angel of healing, an angel of provision in your life. Receive money now. May your hands count much. Count much. In 2026, you will not beg for food. You will not beg for bread. Your children shall not beg for food. It shall be able for you to bring a bread on your table. In the name of Jesus. Oh God. Oh God. Oh God. The deliverer of men.
us from the shackles of pain, from the shackles of poverty, in the name of Jesus. Every family represented in this church shall progress, shall progress, shall progress. Every family represented on this altar shall experience a divine progress, a divine expansion, divine mercy by the powers in the blood of Jesus. The blood that speaketh good than the blood of Abel. Reign on these people. Holy Spirit, Holy Spirit, we speak multiplication in these women in 2026. No woman shall be barren, shall be barren in the name of Jesus. We speak to their wombs. Open now. Open now. Open now. Experience a fruit. Experience a fruit in the name of Jesus. May the heavens hear our voices. May the heavens hear our voices. Our voices are present in heaven. The presence of God is in our lives. Let the wind and the sun, let the moon come carrying greatness until we get our victory. Mother Nature shall honor our voice in the name of Jesus. In the name of Jesus. Deliverance from evil inheritance. In the name of Jesus. Every demonic blood transfusion get flushed out now by the blood of Jesus Christ. The power of the cross is enough. The power of the cross is enough. The power of the cross is enough. Jesus is in our lives. We speak total deliverance, total healing in the name of Jesus. Every strong man against a blessing is destroyed now. We speak destruction upon every altar rising against your good health, rising against your family, rising against your children, rising against your waters, rising against your food, rising against your harvest. In the name of Jesus. Tenda miujiza, tenda miujiza, usiwache Bwana mwaka huu ishe bila kutenda miujiza. Tenda miujiza, tenda miujiza, usiache Bwana mwaka upite bila kutenda miujiza.